kanisa sisi kama wachungaji tunajua kabisa kwamba tuna kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba taifa, na sio hili tu, mataifa yote yanaishi kwa pamoja na kwa amani. Hiyo ni kazi yetu hata kuliko vile ilivyo kazi ya serikali. Na nikizungumzia kanisa, simaanishi kanisa tu, lakini dini kwa ujumla, hata ndugu zetu Waislamu. Na kwa sababu ya yale ambayo nimeyashuhudia, sijayaona kwa ndugu zetu Waislamu, lakini nimeona kabisa kanisa ikijaribu kuchukua mwelekeo fulani ambao si sahihi. Kwa sababu sisi tuna wajibu wa kuiombea serikali, lakini pia tuna wajibu wa kuhubiri amani miongoni mwa ndugu zetu wananchi. Mchungaji, langu la kwanza ni kwamba national dialogue ni ya muhimu sana, na zote tunastahili kuhusika ili Kenya iwe na amani. Lakini hatuwezi kuanzia national dialogue kama tujaanzia mtu mwenyewe aanze kujiangalia, familia, makanisa, hata mzee mali wako waanze kuitengeneza, kwa sababu national dialogue inakuwa wakati ambao kila mtu anahusika kuhakikisha kwamba tumekuwa na amani. Vijana wetu wanaandamana, ni haki kuandamana ndio, lakini so far tumekuwa tukisikia kwamba kutakuwa na maandamano ya amani, lakini swali tu ninauliza vijana, maandamano ya amani yanahusisha mawe na rungu. Kwa hiyo tunasubiria kuona siku ambayo maandamano ya amani yatafanyika nchini yetu Kenya, kwa sababu kila wakati tunaona maandamano yakianza, ghafla tu unaona biashara zimeporwa, watu wameumia, rungu zimerushwa hapa na pale na watu wengine wamekufa. Kwa hiyo ushauri wetu kama kanisa, kama viongozi wa kanisa ni kwamba bado tunasubiri kuona ni lini maandamano ya amani yatakuwepo nchini Kenya, ili yatakayowezesha kuona kwamba watu wanabaki kwa amani na hata askari wetu bila kutumia force. Kwa hiyo kama wananchi wanaandamana na serikali inafaa kuwakandamisha, sisi kama wachungaji tunafaa kuizungumzia serikali, na ndivyo tunafanya sasa. Tunafaa kuizungumzia serikali iwajana na hilo swala la kukibishana na wananchi, na wao wananchi pia wasiharibu chochote. Na kanisa, tafadhali ndugu zangu kanisa, tunajua kwamba tuna makanisa mengi na makanisa yanatofautiana. Churches are already divided. Lakini katika swala la kitaifa lazima tuliangalie kwa hekima ya hali ya juu, tusije tukaleta masuala yetu tukaharibu taifa letu. Kwa hiyo kile ambacho kinafanyika sasa hivi, makanisa mengine kujiunga na Gen Z ni survival tactics. Si kwamba tunaona kwamba Gen Z wako sawa au serikali iko sawa. Tunaangalia sasa Gen Z ndio wako wengi na wanaweza kutufanyia vibaya kwenye makanisa. Na hili linatendeka kwamba tuna governors, tuna MC, women lab, tuna watu wanambali, viongozi na mbalimbali. Hata grand elders ni wakati tunajiunga tosha kwamba Kenya yetu inatembea kwa amani, Kenya yetu tumeshikana pamoja, hakuna ile mambo ya ukabila, mambo ya kuongea uchochezi. National dialogue inahitaji kwamba watu waache kabisa kuongea mambo ya uchochezi, mambo ya kudharau watu wengine, mambo ya kudhihaki wale wadogo, na kuheshimu kiongozi wa nchi, kuheshimu governor na viongozi aina mbalimbali. Tusipofanya hivi itakuwa ni kwamba tunafanya kazi ya bure. Lakini national dialogue, hata wale opposition, si wakati waangalia vile mko opposition, ni wakati waangalia kwamba Kenya inatembea kwa umoja, sababu vile tunavyoelekea mambo ya uchaguzi lazima tuhakikishe kwamba tunatembea pamoja. Hata kama tunapinga sera zingine za nchi ya Kenya, viongozi wako katika mamlaka, ni vizuri pia tujue kama neno gani ambayo kama wa Kenya inaweza kutuweka pamoja, ili tusahau mambo ya ukabila, tu mambo ya kupigana, mambo ya kumwaga damu, tuwe wa Kenya ambao halisi wana umoja na amani. Maandamano ya amani ni watu hata kutembea tu na kutoa hisia zao bila hata kutumia nguvu zozote. Kwa hivyo tunasubiria kuona siku ambayo kwa kweli maandamano ya amani yatakufanyika nchini Kenya. Haya mengine ushauri tu kwamba iwapo basi tutaandamana na mambo mengine kama hayo yatafanyika, vijana wetu hakikisha kwamba kama kuna kitu mnastahili kulinda zaidi mnapoandamana ni biashara na mambo mengine yanayochenga nchi, ili kwamba hata baada ya maandamano maisha yanaweza endelea vizuri. Kwa hiyo kila wachungaji wengine wanajaribu kufanya ni survival. Unasikia wanasema sisi kwenye makanisa yetu Gen Z ndio wengi, Gen Z ndio wengi, kwa hiyo tutaandamana na wao. Si kwamba ni kitu ambacho wanapenda. Wanajua kabisa kwamba tunafaa kuhubiri amani na Wakenya wote, wakiwemo viongozi, wakiwemo wananchi, bila kujali miaka yao, vijana, akina mama, wazee. Hatuna taifa la Gen Z, hatuna taifa la Gen Alpha, hatuna taifa la wazee. Taifa ni letu wote mpaka watoto. Kwa hiyo tuangalie mbele kama kanisa, tulete serikali na wale wengine wote pamoja, hata sisi kama kanisa, ili tuweze kuhubiri amani. Let's not divide our country. We don't have two countries.